Bwana Yesu atusaidie. Sasa neno la Mungu linasema kwa kuwa mmeyakataa sasa mnaangamia. Ngoja magonjwa yawapige. Ngoja ndoa zenu ziharibike. Ngoja biashara zenu ziharibike. Ngoja mambo yenu yasiende kwa sababu mmekataa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa kukosa maarifa mambo yanaharibika. Kwa kukosa maarifa vitu vingi vimeharibika. Wakati mwingine unaweza kaenda ukashangaa hata kanisani watu ambao tungetegemea kulingana na neno la Mungu ndoa zao ziwe safi, maisha yao safi, vitu vyao viwe safi, lakini ndio utakuta wakati mwingine kuna shida. Changamoto ni nini? Maarifa. Bwana Yesu atusaidie sana. Nisaidie kumwambia jirani yako hivyo ulivyo ni kwa sababu ya maarifa uliyonayo. Kwa hiyo kiwango kile ambacho umefika wewe ndio kiwango cha maarifa yako. Kama unataka kufika mbali zaidi, ruhusu kuongeza maarifa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kumbuka somo letu ni muhimu wa neno katika kuomba. Nimeanza kufafanua kwamba ulimwengu wa kiroho huwa unaendeshwa kwa kanuni, na kwa sababu unaendeshwa kwa kanuni ni muhimu sana kila mmoja wetu kuzijua hizo kanuni za kiroho, kwa sababu asipozijua hataweza kunufaika na mambo ya rohoni. Na ukumbuke jambo lolote linalotokea mwilini huwa linaanzia rohoni. Kwa hiyo tunapokosa kuzijua kanuni za kiroho, ina maana tunakosa kupata hata ya mwilini. Bwana Yesu atusaidie. Kwa hiyo ni muhimu sana tuyajue haya mambo. Sasa na nikasema kuomba ni jambo la kiroho. Sasa kama kuomba ni jambo la kiroho, ili tuombe vizuri lazima tujue mambo ya rohoni. Tusipojua hata kama tunaomba tutaangamia. Kuna mahali nilifika kanisa moja nikasikia kuna mtu mmoja alikufa kwa sababu amefunga. Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu anakufa kwa sababu yuko kwenye nini? Kwenye maombi. Sasa unajiuliza, neno la Mungu linasemaje? Kwa sababu neno la Mungu ndicho kipimo chetu tunachokitumia. Neno la Mungu linasema chagueni uzima mpate kuishi, kwa mbele yenu nimeweka uzima na mauti. Kwa hiyo tunategemea mtu anayeenda kuomba amechagua uzima. Sasa kwa nini afe? Kuna shida. Kuna maarifa fulani hana huyu mtu. Mwingine anaingia kwenye maombi anatoka na madonda ya nini? Ya tumbo. Shida ni nini? Kwa nini Musa alitembea siku 40 na hakuumwa madonda ya tumbo? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini? Kwa nini Yesu alifunga siku 3 hakuumwa madonda ya tumbo? Yeye aliwezaje? Bwana Yesu atusaidie. Kwa tunagundua kuna maarifa ambayo kanisa halina, na kwa kukosa hayo maarifa sasa kanisa linaingia kwenye mtego wa kuangamia, linaingia kwenye mtego wa shida. Bwana Yesu atusaidie. Leo ninakuombea katika jina la Yesu ukapate maarifa. Usifunge tena maombi ambayo hayatakuletea matokeo. Usiwe na maombi ambayo hayatakupa majibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tumesema tunajifunza umuhimu wa neno katika kuomba. Biblia kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 5. Yohana sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 5. Mwenye Biblia unaweza kufungua hapo tukasoma wote pamoja. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye
hakikufanyika chochote kilichofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanzo wa kila kitu. Biblia inasema kwamba palikuwako na neno. Neno lilikuwepo. Neno lilikuwepo. Lakini pasipo neno hakuna chochote kilichoweza kufanyika. Kwa hiyo inamaanisha tangu mwanzo, kabla mimi na wewe hatujaumbwa, kabla hata mbingu na nchi havijaumbwa, kabla dunia na vyote vilivyomo havijaumbwa, Biblia inasema hivi, neno alikuwapo, lakini pasipo huyo neno hakuna kitu kilichoweza kufanyaje? Kufanyika. Sasa hii inamaanisha nini? Ngoja nikuhakikishie hili andiko. Angalia Mwanzo, kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na mstari wa 1. Biblia inasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Hiyo mnasikia? Mungu aliziumba mbingu na nchi, lakini hapo mwanzo ilikuwa ni ukiwa. Maana yake kulikuwa hakuna kitu. Kulikuwa hakuna kitu. Na anasema roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Mungu akasema na iwe anga katikati ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwamba mwanzoni, kabla ya chochote, Mungu mwenyewe alikuwa ameketi wapi? Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa ameketi juu ya vilindi vya maji. Mpaka Mungu alipotumia neno, ndipo vitu vikatokea. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka Mungu alipotumia nini? Neno, ndio vitu vikatokea. Kwa hiyo sasa tunajifunza nini hapa? Kwamba hata Mungu kama asingetumia neno, kusingetokea kitu. Hivi mnanielewa? Yaani Mungu mwenyewe alitumia neno, ndio vitu vikafanyaje? Biblia inasema akasema. Alisema nini? Neno. Bwana Yesu atusaidie. Sasa nilikuwa nasema kwenye ile Yohana 1 kuanzia 1 mpaka 5. Biblia inasema kwamba pasipo huyo neno hakuna kitu ambacho kilitokea mpaka leo, kwa sababu neno la Mungu, Biblia inasema mambo yote yatapita, lakini neno la Mungu halitapita kamwe. Lenyewe litadumu, litaishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno lile lililokuwa hapo mwanzo ndio lile lipo mpaka leo na litadumu milele, halitabadilika. Kwa hiyo kama tangu mwanzo hakuna kitu kilichoweza kufanyika pasipo neno, elewa hata leo hakuna kitu kinaweza kufanyika pasipo nini? Bwana Yesu atusaidie sana. Maombi yako hayawezi yakakuletea matunda pasipo nini? Kufunga kwako hakuwezi kukuletea matokeo pasipo neno. Watu wengi wanaibuka wanaenda kufunga, lakini unamuuliza mpendwa, umeenda kufunga, unaombea nini? Hajui hata anachokiombea. Ule neno gani unasimamia? Hana hata neno unasimamia. Na mwingine anaenda hata kuomba, hana hata Biblia, maskini ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Halafu anategemea pale majibu, anasema kwa sababu nimeenda kupiga hizi siku 3 kama alizoomba Esther, kwa hizi siku 3 lazima nipate majibu. Anaenda anatoka na madonda ya tumbo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa sababu gani? Hana neno. Bila neno hakuna kilichofanyika. Kwa hiyo hata leo pasipo neno hakuna kitu kinaweza kufanyika. Unataka mume wako abadilike, unahitaji neno. Unataka biashara yako iende, unahitaji neno. Unataka kitu gani kitokee kwenye maisha yako, unahitaji neno. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kinaweza kufanyika pasipo neno.
Mungu yatakuwa na matokeo, yatakuwa na matunda pale tu ambapo mtu huyo ameomba katika nini? Neno. Huyo mtu ameomba kwa kutumia neno. Pia neno, usitegemee kitu. Usitegemee kitu. Ndio maana tunahimiza sana watu kusoma neno. Tunahimiza sana watu kusoma Biblia. Na kusoma Biblia kwa sababu shetani amejua ya kwamba neno linawasaidia watu. Amezuia mtu anapoanza tu kusoma Biblia na shangaa anaanza kusinzia. Shangaa usingizi umetoka wapi? Alikuwa vizuri kabisa. Ila tu ile kuanza kusoma Biblia tayari. Bwana Yesu atusaidie. Kwa sababu shetani anajua siri ambayo imejificha kwenye neno. Kwa hiyo pasipo neno hakuna kitu kinachoweza kufanyika. Kwa hiyo hata maombi lazima tufanye maombi kwa kutumia neno ili mambo yatokee, ili vitu vifanyike. Juu ya jambo unaloliombea unahitaji neno. Sasa nisaidie kumuuliza jirani yako, leo umekuja na neno? Muulize, unalo neno la kusimama nalo leo? Bwana Yesu asifiwe. Angalia huduma ya Yesu tangu amekuja duniani mpaka naondoka. Kila mahali alikuwa ni mtu wa neno, alitumia neno. Bwana Yesu asifiwe. Alitumia neno. Kuna wakati mpaka anajitambulisha, anaona watu hawataki kumuelewa. Anasimama anasoma kile kitabu. Biblia imetumia neno. Imetumia neno chuo cha nabii Isaya. Akalikoti ile neno la Isaya 61:1 kwamba roho wa Mungu yu juu yangu, maana Bwana amenipaka mafuta. Anaamua atumie neno ili kujitambulisha, kutambulisha huduma yake ili waweze kumuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pasipo neno hakuna kitu kinaweza kufanyika. Lazima maombi yetu yastiki kwenye neno la Mungu. Na ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 1:12 utashangaa namna ambavyo neno la Mungu linasema. Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 12. Sura ya 1 mstari wa 12. Tutanielewa tu, wala usivunjike moyo. Roho wa Bwana yuko katikati yetu. Yeremia 1:12 neno la Mungu linasema, ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana ninaliangalia neno langu ili nilitimize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu analiangalia neno ili alitimize. Unapoomba Mungu analiangalia neno, haangalii mfungo wako. Kuna mtu mmoja aliwahi kunitafuta akaniambia, mtumishi, nimefunga, nimeomba, nimefanya kila kitu ambacho naweza nikafanya, mimi nikaona nimefanya. Nimefanya sana, nimefunga sana, nimeomba sana, lakini sioni matokeo. Nikamwambia, Mungu anaangalia neno. Ndio maana kuna waliofunga kama wewe, wengine mpaka wakafa. Hawakuwa wanafunga ili wafe, walikuwa na mahitaji yao. Mwingine alikuwa anaomba ndoa, mwingine anataka kuinuka kiuchumi, mwingine anataka kazi, lakini aliondoka. Kwa nini? Mungu anachotazama ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu analiangalia neno ili aweze kulitimiza. Kwa hiyo kitu pekee cha kumshawishi Mungu kwenye maombi ni neno. Ni neno. Ukipata neno unakuwa na ujasiri wa kusimama mbele za Mungu, kwa sababu Mungu analiangalia neno lake. Sasa tunajifunza umuhimu wa neno katika kuomba. Kuna umuhimu gani wa neno katika kuomba? Jambo la kwanza, wewe unayeandika sasa, nataka nifundishe kidogo, hapo tuingie kwenye maombi. Kuna umuhimu gani? Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni ahadi za Mungu mwenyewe. Neno la Mungu ni ahadi za Mungu mwenyewe. Jambo la kwanza, umuhimu wa neno katika kuomba. Neno la Mungu, jambo la kwanza, neno la Mungu
ni ahadi za Mungu mwenyewe. Sasa tunapozungumzia ahadi, tunazungumzia kibiblia ama kiroho kwa Mungu huyo ambaye tunamwabudu. Ukisikia ahadi, elewa kwamba ni kitu ambacho Mungu amekikusudia na hawezi kukibadilisha. Yaani kitu ambacho Mungu ameahidi, ukisikia ahadi ni kitu ambacho hawezi kubadilisha. Ndio maana hata yeye anatupa tahadhari. Anasema usiweke nadhiri kama hautaweza kuitoa, hautaweza kuiondoa. Tusiweke nadhiri, tusiweke ahadi, tusiwe wepesi wa kuahidi kama hatuwezi tukatimiza. Kwa nini? Kwa Mungu swala la ahadi ni swala la lazima. Waswahili wanasema ahadi ni nini? Ni deni. Kwa Mungu ni zaidi ya deni. Yaani Mungu akiahidi amemaliza. Ni lazima atimize, kwake ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu akiahidi ni lazima. Sasa tunapoomba lazima tuwe na neno kama ahadi. Kwa sababu sasa ni ahadi. Kumbuka nimekwambia ahadi kwa Mungu ni kitu cha lazima. Hawezi kukwepa. Ni lazima afanye. Kwa tunapoenda mbele za Mungu kuomba kwa habari ya ahadi, tunaenda kumlilia Mungu tukiwa na uhakika lazima Mungu afanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusome kitabu cha Isaya sura ya 43. Sasa niombe mtumishi wa Mungu Robert tafadhali apewe mic anisaidie kuwa nasoma maandiko. Nataka nianze kumove. Yes. Nataka nianze kutembea. Hapa ngoja nimwachie mchungaji. Mimi napenda sana kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 43:26. Neno la Mungu ni ahadi. Naomba unisome mtumishi wako. Isaya 43 na mstari wake wa 26. Ndio. Maneno ya Mungu yanasema, unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Amen. Nashukuru sana mtumishi. Neno Mungu linasema unikumbushe na tuhojiane. Eleza nini? Mambo yako upate kupewa nini? Haki yako. Unikumbushe. Hivi unaweza kumkumbusha mtu kitu ambacho hajawahi kukwambia? Bwana Yesu atusaidie. Unaweza kumkumbusha mtu kitu ambacho hajawahi kukwambia? Unachomkumbusha, unamkumbusha mtu kitu ambacho alishakwambia. Kwa hiyo Mungu anasema tumkumbushe kile ambacho alishawahi kufanyaje? Kutuambia. Aliwahi kusema kwamba hatakuwa na tasa wala mwenye kuharibu mimba. Kwa hiyo tunapoenda mbele za Mungu tunamkumbusha Mungu, ulishaniambia mimi sitakuwa tasa wala mimba yako haitaharibika. Na simama na hili neno. Baba nakataa tasa. Nakataa hii mimba kuharibika. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia hata kama mimba ilikuwa inachomoka, hiyo mimba haichomoki. Nakwambia haichomoki. Nasema haichomoki. Amen. Ukisema haichomoki. Amen. Maana amesema nikumbushe. Unapomkumbusha anasema ukishanikumbusha nitakupa ni haki yako. Yaani sisi kazi yetu ni kumkumbusha Bwana. Alafu tukishamkumbusha Bwana, yeye anatupa ile haki. Kama ni mimba, hiyo mimba unachukua. Kama ni watoto, hao watoto unapata. Kama ni ndoa, hiyo ndoa unapata. Amen. Kwani kwambie mke wangu mimba ya kwanza, tumbo kabisa limeshaanza kuonekana. Sijui ilikuwa ni miezi mingapi. Sijawahi kukariri hizo mambo. Sijui ilikuwa ni miezi mingapi. Baadaye nafikiri wao watakuwa wanajua mpaka mimi naonekana. Baadaye tunaamka asubuhi, anaenda sioni kitu. Na angalia tumbo kabisa halipo. Bwana Yesu tusaidie sana. Amen. Halipo. Mama
Nilichokifanya nilimwambia mke wangu, hii mimba ipo. Hii mimba ipo. Shetani baba wa uongo. Mimba hii ipo. Hamna kitu cha namna hiyo. Kwa hiyo nikamwambia, nikajua hapa kikilengesha kwa watu watamvuruga. Nitakufundisha baadaye utaelewa. Watamvuruga. Nikamwambia nenda hospitali kacheki. Alienda tena zahanati ya mtu mmoja. Kaenda kwa nesi ambaye ndiye aliyekuwa anamhudumia anamwambia, sasa wewe mbona huna mimba? Pima na hamna kitu. Kama nipigia simu amechanganyikiwa, nikamwambia mama, hiyo mimba iko, rudi nyumbani, tukifungia ndani. Karudi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si nilishajua maombi ili yaweze kuleta matokeo lazima kuwe na neno. Nilishajua umuhimu wa neno kwenye nini? Kwenye kuomba. Nikasimama na neno, nikasema Bwana, wewe ulishasema hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba. Hii mimba haiwezi kuharibika. Hapo mimi siwezi nikaibiwa. Haleluya. Amen. Tukapiga maombi. Piga maombi. Hakuna kutoka. Nimeshamzuia, anajua akitoka akakutana na watu, akawaambia tayari watasema tulijua tu. Watu hawapendi na nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nilishaweka utaratibu. Utanipenda tu. Lakini usikose neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini watu leo hawawezi kuomba hata lisali moja? Hawana neno. Mtu wakati wa kuomba naona ni shida. Hebu unaweza kujua kuna neema ambayo Mungu akikupa unafurahia kuomba kuliko hata shughuli nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Sawa, watu wengi wanapenda sana sifa sana. Si ndio? Mimi nakwambia kuna neema ambayo Mungu akikupa utafurahia kuomba kuliko hata, na utatembea muda mrefu wa kuomba kuliko wanabaadhi na sifa. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kwa hiyo tunamkumbusha Mungu juu ya ahadi zake. Tunaomba hiki. Tunaomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tunapomkumbusha tunakuwa na uhakika kwamba Mungu alichokiahidi lazima akifanye. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nimesema kwa Mungu akiahidi kwake yeye ni lazima. Yaani jambo lolote lile la kimungu. Asante sana. Jambo lolote lile la kimungu Bwana akiahidi lazima afanye. Haleluya. Lazima afanye. Kwa kabla hujaingia kwenye maombi yoyote, cha kwanza tafuta neno linasemaje juu ya hiyo hali yako. Kama ni nani maisha yamekuwa magumu sana, maskini, fungua neno. Biblia inasemaje? Yesu alifanyika kuwa maskini ili sisi tuwe nini? Matajiri. Baba, katika jina la Yesu, Yesu alichukua umaskini wangu, mimi niwe tajiri. Na ukataa umaskini kwa jina la Yesu. Na kataa yale umaskini. Na kataa yale umaskini. Na kataa yale umaskini. Sasa ukikumbuka Luka 18:1, inawapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate nini? Ukikumbuka hiyo, hata kama bado unadaiwa, umeomba leo utapokea majibu, endelea na kesho. Endelea na kesho kutwa. Hata kama ni mwaka mzima, endelea, ongeza mwaka mwingine. Ongeza na mwaka mwingine mpaka uone majibu. Kwani Hana aliomba siku moja? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hana aliomba siku moja? Aliomba, kaomba. Nenda rudi. Ana uhakika juu ya ahadi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaenda mbele za Mungu sasa ukiwa na ujasiri kwamba alichokiahidi Mungu huwa ni lazima akitimize. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema ahadi za Bwana zote ni ndio. Wakorintho wa pili, mtumishi. Wakorintho wa pili sura ya kwanza mstari wa 20. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya kwanza na mstari wake ule wa 20. Amen. Biblia inasema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio, tena
Kwa hiyo katika yeye ni amini, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ahadi za Mungu alizoziahidi, ahadi zake kwetu, Biblia inasema kwamba zote ni ndio. Maana yake ni sahihi, ni sawa, atazitoa, atazitimiza. Tena ni amina. Amina maana yake na wewe iwe hivyo. Ina maana kila ambacho alikiahidi kitakuwa vivyo hivyo kama alivyokiahidi, ili apate kutukuzwa kupitia sisi. Kumbe tunapopata zile ahadi za Mungu, Mungu anatukuzwa. Nani ambaye hapendi kutukuzwa? Nani ambaye hapendi kutukuzwa? Nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unaona Mungu kutukuzwa kwake ni sisi tunapokea majibu. Yeye anatukuzwa. Anapoona mtoto wake anapona, anapoona ndoa zinafungwa, anapoona ndoa njema, anapoona mtu anafanikiwa, mtu anafungua biashara hii na hii na hii, mtu anapata kazi, Biblia inasema yeye katika jambo hilo yeye anatukuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kuna wakati mwingine hatumtukuzi Mungu kwa sababu ya maisha yetu ambayo hatuishi ahadi za nani? Bwana. Haleluya. Tunamwomba Mungu, unakuja unapiga mapandio, tukuzwa. Mungu anaangalia huyu mwanangu, mbona ana madeni kia kona, sio ahadi yangu, inamnyima utukufu. Mwanangu huyu asitukuzwe, lakini mwanangu huyu mbona ameshakata tamaa kwa habari ya mume wake? Haumtukuzi Mungu. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Mungu tunapoishi maisha yale ya ahadi zake, Biblia inasema hapa anatukuzwa. Sasa tunapoimba Mungu tukuzwe, inakuwa ni nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo hawahitaji viongozi wetu wa kusifu na kuabudu kuhamasisha kumsifu Mungu, kwa sababu na uhakika na unachokisema. Unasema Yesu anaweza, huku pesa inaingia mfukoni. Unasema Yesu anaweza, unaona biashara inaenda. Unasema Yesu anaweza, ndoa yake inaenda. Unasema Yesu anaweza, watoto wanasoma shule. Unasema Yesu anaweza. Yaani unachokisema ni uhalisia wa maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yeremia 1:12. Yeremia 1:12. Kitabu cha Yeremia sura ya 1 na mstari wake wa 12. Maandiko yanasema hivi. Ndio. Ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana naliangalia neno langu ili nilitimize. Kwa hiyo ahadi za Bwana ndizo ambazo Mungu anaziangalia ili apate kuzitimiza. Ahadi za Bwana ndio neno lake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unaona mtu anasinzia, mwambie wewe una kazi kubwa ya kuitoa familia kwenye umaskini. Wewe ndio kuikomboa familia yenu. Bwana Yesu tusaidie. Mimi nimeshakataa kulala masaa sijui mangapi, nimeshakataa. Bwana Yesu tusaidie sana. Amen. Umeridhika Bwana wa Mungu? Nina kazi ya kukomboa vizazi vyangu. Nina kazi ya kusaidia ukoo wangu. Nina kazi ya kusaidia hata taifa langu. Nina kazi ya kuisaidia hata Makere. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nawezaje kulala kizembe? Naanzaje? Hili najua ukoo mzima karibu unaniangalia. Haleluya. Amen. Nawezaje, napataje ujasiri? Na wale watu wanateseka. Niombea mtu naona bado hajafunguka. Nawezaje kulala? Na wakati natamani mtu afunguke, mtu amwone Mungu. Nawezaje? Siwezi. Haleluya. Amen. Mwambie wewe mwenzako unalala una nini ndugu yangu? Unalala una nini wewe? Haleluya. Matajiri wenyewe, nilikuwa nasoma vitabu fulani hivi ya sifa za matajiri hivi. Wanasema kwamba wao tofauti wao na maskini, wanasema wao wanalala masaa kidogo, lakini maskini anapiga masaa ya kutosha. Wanasema matajiri wanalala masaa 4 mpaka 6, kila maskini masaa 8 mpaka 12. Ongeza na masaa ya kuchati na simu na kupiga simu saa nzima na ujana mtu. Bwana Yesu tusaidie.
Saa nzima anaongea na kwenda kupiga story. Haleluya. Bwana Yesu tusaidie sana. Unapata wapi huo muda? Unataka kuwa tajiri, unapata wapi huo muda? Unataka kuwa mtu wa maana, unataka kuwa mbunge, unataka kuwa rais, unataka kuwa waziri, unataka kuwa kiongozi, unataka kuwa mtu wa heshima. Unapataje huo muda wa kupoteza? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio watu wengine anaona yeye mwenyewe anakosa heshima ni kwa sababu ya mazingira yake. Sasa na hao ndio huyo akikupigia hata simu. Baada ya kuambia straight point yake anataka mwanze kupiga simu kumwambia sasa bwana naomba nani? Anasema amenisahau kwa sababu ameshanizidi. Bwana Yesu tusaidie sana. Sasa maskini yeye amezoea ni muda kupoteza muda. Baada ya kuambia mpremo na msifu bwana nimekupigia na 1 2 3. Bwana Yesu tusaidie sana. Mwambie jirani yako acha kupoteza muda. Biblia imesema ukomboeni wakati ni wa kukomboa mwana wa Mungu. Wakati hautusubiri. Tunahitaji kukomboa. Kwa hiyo neno la Mungu ni ahadi. Na alichokiahidi Mungu ni amina na kweli. Amen. Haleluya. Amen. Hesabu 23:19. Hesabu 23:19. Kitabu cha Hesabu 23. Napenda sana neno la Mungu. 19. Amen. Maandiko yanasema, naomba usikilize maandiko kwa makini. Tunataka tuingie kuomba. Biblia inasema, ndio, Mungu si mtu aseme uongo. Mtumishi ninaomba utulie. Mungu sio mtu hata aseme uongo. Mungu sio shemeji yako hata aseme uongo. Mungu wala sio mume wako hata kudanganya. Sio mchumba, hawezi kudanganya. Mungu sio mtu. Amen. Hata aseme uongo. Ina maana kila alichokisema Mungu ni kweli. Kila alichokisema Mungu ni nini? Ni kweli. Kwa kama ukiona shida ni nani? Ni mimi. Sio, unanielewa? Jamani, unanielewa? Unanielewa? Mungu sio mtu aseme uongo. Mungu hajawahi kusema uongo. Kwa kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, Mungu sio mtu aseme uongo. Ila watu wengi wanaishi maisha ya uongo, ingawa wanasema wana Mungu. Bwana Yesu tusaidie sana. Amen. Watu wengi wanaishi maisha nini? Ingawa wanatuambia wana nani? Na wakati Mungu amesema mimi kwenye uongo, hapo simo kabisa. Yaani hapo ninaondoa na ndugu yangu yote. Bwana Yesu tusaidie. Mungu aseme uongo. Alichokiahidi ni kweli. Kwa wewe unachokihitaji ni kusimama sasa na neno. Unasema Baba, umesema wewe si mtu hata useme uongo. Ulisema kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Nakataa ugonjwa wa kifua kikuu, nakataa kisukari, nakataa malaria, nakataa UTI, nakataa kuumwa, nakataa kwa jina la Yesu. Ninakataa kwa jina la Yesu. Unaomba unakataa mpaka kisukari inainuka, mpaka tempo linaondoka, ukimwi unaondoka. Ili mnafikiri sisi watumishi wa Mungu tunajidaia nini? Basi ni neno tu. Hakuna siri nyingine, ni neno. Hakuna siri nyingine mwana wa Mungu. Mimi ujasiri ndio nao kukuombea wewe. Ni neno. Sina kingine. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wangu unatumia nini? Ni neno. Haleluya. Ni neno. Sina kitu kingine. Neno. Yaani kisha pata kaneno. Natembea kifua mbele. Nina uhakika. Neno la Mungu ni kweli. Mungu aseme uongo. Yeye sio mtu anaweza kudanganya. Rafiki yako anaweza kudanganya. Rafiki yako anaweza kuongea vizuri akakudanganya. Mume anaweza kudanganya, mke anaweza kudanganya, mtoto anaweza kudanganya, hata mzazi. Lakini Mungu hayuko kwenye hayo mambo. Mungu anachosema ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Anachosema Mungu
Anasemaje? Anasema wala si mwanadamu ajute. Mungu hajawahi kujuta. Eti najuta kwa nini nilimwoa mke huyu, na wakati Mungu ndiye aliniambia muoe yule. Siwezi nikajuta mimi kumwoa mke wangu. Siwezi nikamjutia mke wangu hata siku moja. Siwezi nikamjutia watoto wangu hata siku moja. Eti najuta kwa nini Mungu alinipa watoto wangu. Na hakikisha kila jamaa kanapokuja kama nuksi kwenye ndoa yangu na kashughulikia ipasavyo. Siwezi nikakubali kujuta. Siwezi nikakubali kujuta kwa ajili ya kazi ninayofanya eti kwa sababu ya bosi. Nitamshughulikia. Ama andoke yeye, mimi nabaki. Siwezi nikakubali kujuta. Au anyoke kubali kwenda vile ambavyo inatakiwa. Bwana Yesu tusaidie sana. Haleluya. Sasa unaona, ukijua hili, Bwana Mungu, nani wa kuonea? Nani wa kuonea? Hapo ndio tunapata ujasiri kwamba mimi mchawi hawezi kuniumiza, mapepo hawezi kunisogelea, mimi siwezi kuibiwa, kwa sababu nina uhakika. Malizia mtumishi. Mungu si mwanadamu ajute. Iwapo amesema hata litenda, iwapo amenena hata lifikiriza. Tazama, nimepewa amri kubariki, yeye amebariki, nami siwezi kulitangua. Amen. Nashukuru sana. Mungu anasema iwapo amesema hata timiza, iwapo ameahidi hata kifanya hicho kiahidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nataka nikate somo mara moja. Tupige prayer kwanza hapa ya maana. Tupige maombi ya maana hapa. Halafu tutaendelea na kipengele cha pili kinachofuata. Nataka umkumbushe Mungu ahadi hii moja kwa habari ya hii tunachopitia. Najua na maandiko ile ulikuwa ujui namna ya kuyaswitch, kuunganisha au kakipengele hapo. Nilivyosomanga andiko linasema watashindana nasi lakini hawatatushinda. Nikasema kila interview nitakayoingia natangaza mimi nitashinda. Haleluya. Nitashinda. Sio kwa sababu nina akili. Sio mnanielewa? Sababu unajua shida watu wanaangalia sifa zao. Mimi nina vyeti, mimi naonekana ni bora, mimi naonekana ninajuana na watu. Ukishaangalia hiyo wewe hujamtegemea Mungu. Liangalie neno lilichosema. Bwana Yesu atusaidie sana. Liangalie neno lilichosema. Kwa hiyo sasa, kwa kujua hali ya Mungu, kwamba Mungu anaweza kusema uongo, nasimama na neno. Baba, katika jina la Yesu. Nitenda unaitaka kufanya biashara, unasimama na neno la Mungu. Watashindana nami lakini hawatashinda. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema tutakuwa vichwa na wala sio mkia. Nakataa kuwa mkia. Nakataa. Unapoendelea unakataa. Baadaye inatokea. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana ya kwamba naye neno akigeuka kuwa nini? Mwili. Kwa neno lisema, ukalisema baadaye inakuwa kitu halisi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wapendwa, wengi wamekuwa ni watu wa kujisemea vitu vibaya. Mimi sina kitu. Mimi ni wa kawaida. Mimi siwezi. Kumbe huku unajua mwenyewe. Neno la Mungu limesema uzima na mauti vi katika uwezo wa kinywa chako. Kwa kwenye kinywa chako humo kuna uzima na kuna nini? Wewe kinywa chako unakitumia kusema vitu gani? Na shida ya wapendwa wengi wanaangalia vitu vinavyoonekana, wanaangalia mazingira. Biblia imesema tusiangalie vinavyoonekana, maana vinavyoonekana ni vya muda tu. Kwa hiyo mimi siangalii wangapi wananidai, ila mimi ninachokiangalia neno la Mungu linasema ni hamtakopa bali mtafanyaje? Mtakopesha. Hata haya madeni nilionayo najua ataisha, maana imeandikwa yeye alilipa pale msalabani, alilipa deni zangu. Wewe kitakachoamua ni wewe unaelewa nini. Biblia inaposema Yesu alikulipia, kama unaelewa Yesu alilipa dhambi tu, ila kwenye madeni mengine ya pesa hawezi kalipa, ni wewe. Mimi ninajua hata madeni ya pesa alilipa. Bwana Yesu asifiwe. Mimi najua
unalipa. Kwa hiyo nina uhakika Yesu ana pesa yangu ambayo inatakiwa nilipe deni. Kama nina deni mtu anadai, kwa hiyo mimi nakomaa. Yesu, imeandikwa sisi hatutakopa bali tutakopesha. Sasa kuna madeni hapa yananyemelea. Wewe umeandika ulishalipa. Naomba hiyo pesa kulipa. Naomba hiyo pesa. Unakomaa. Unanisema. Kadri ambavyo ninaendelea kulisema inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusimame. Hapa tumekuja kutengeneza maisha. Na nataka niwaambie hizi ibada ni kwa ajili ya watu ambao wamelenga, wanataka kuwa watu wakubwa. Watu ambao wanataka kuinuka. Watu ambao wanataka kutembea kwenye ahadi za Mungu. Wanataka kuishi sawa na kile ambacho Biblia imeandika kuishi. Ukishajua haya, hauwezi hata kwenda kutenda dhambi. Utaiogopa dhambi. Maana yani dhambi unahitaji hata kutumia nguvu kuishinda. Unaelewa tu. Hivi ndivyo mimi. Siwezi nikajichanganya. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Siwezi nikajichanganya. Nina uhakika na neno la Mungu linachokisema. Siwezi nikaanza kujichanganya. Haleluya. Ahadi za Bwana. Sema ya Mungu Baba. Asante kwa neno lako. Wewe ni mwaminifu. Ahadi zako ni za kweli. Bwana, naomba unirehemu pale ambapo sikuamini katika neno lako, katika ahadi zako. Nilivunjika moyo, nikakata tamaa. Bwana, naomba uniinue kwa neno lako. Unisimamishe tena kwenye nafasi. Imeandikwa, wewe umetuma neno ili upate kulitimiza. Leo umetuma hili neno kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya ndoa yangu, kwa ajili ya hatima yangu. Bwana, naomba unikumbuke sasa. Umesema Yesu alifanyika kuwa maskini ili mimi niwe tajiri. Kwa jina la Yesu nakataa umaskini, maisha madeni, nakataa kwenye maisha yangu, anza kuomba katika jina la Yesu, wewe tazama neno lako upate kulitimiza. Umesema nikukumbushe, sio ahadi yako, sio fungu langu. Umasikini sio fungu langu, wala magonjwa sio fungu langu, kuharibu mimba sio fungu langu. Ndiyo Bwana, kuchelewa sio fungu langu, kuchelewa nitasogea. Bwana, umesema nikumbushe ahadi yako, niamini na kweli, uniangalie neno lako yakataa sawasawa na neno lako ya kwamba hakuna uganga wala uchawi juu ya Israeli, juu ya mke wangu, juu ya watoto wangu. Bwana, Baba umesema nitabariki kazi za mikono yako. Bwana, ndiyo Mungu, shambani kwangu nenda, simama katika eneo hili, simama katika hili. Ewe udongo, sikia neno la Bwana. Ninakutamkia, hautazama pozi. Nchi yangu
utanibariki. Mjini nimeweka Baba biashara, kijijini nimeweka mashamba ya katatata kesekete liko seketa. Naomba usikie. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Chochote kile kilichopandwa na adui kwenye maisha yangu kutokana na kutokusimama ahadi yako. Bwana, leo hii neno lako linasema kila pando lisilotoka kwako litang'olewa. Inang'oa kila pando yaling'oa maisha yangu. Kila pando la hasara yaling'oa maisha yangu. Hilo pando la utasa yaling'oa maisha yangu. Atanifanya kuwa kichwa. Mimi ni kichwa, sio miguu. Mimi ni kichwa, sio mkia. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Mimi navuka katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndio madeni sio fungu langu, madeni sio fungu langu, masikini sio fungu langu. Yekatakataka, yebesekete, lipasatakata, zikete hiyo Bwana. Nakataa kuumwa, nakataa ugonjwa, kwa jina la Yesu. Ukataa. Haya, wewe shetani, chukua ugonjwa wako, enyi mapepo, chukua magonjwa yenu, chukua magonjwa yenu, kisukari, na upasua, Yes.
Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Yesu. Ndio Yesu. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Ndio Yesu. Napokea. Yakasakataya. Yakatakatasa. Ndio unaondoka. Unaondoka. Ndio Bwana. Ni ahadi yako. Ninapokea. Ugonjwa huu sio sehemu yangu. Ugonjwa huu sio sehemu yangu. Sio fungu langu. Sio fungu langu. Sio fungu langu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Baba tunakushukuru. Baba mtakatifu. Baba wa rehema. Baba anapokea. Baba anapokea. Baba anapokea. Baba anapokea. Baba anapokea. Na kuwa sawa sawa na neno lako mlele chini juu ya madhabahu hii. Kwa jina. Kwa jina. In the mighty name. hiyo hayo. In the mighty name. hiyo hayo. Nakataa. hiyo hayo. Nakataa. hiyo hayo. Nakataa. hiyo hayo. Diabetes nakataa. Baba ya betani. hiyo hayo. Sukari. Ikatai. hiyo hayo ya magonjwa. Kataa ugonjwa wote unaita. Nasema ugonjwa wote unaondoka. Ndani yangu. Unaondoka. Nakataa. Unaondoka. Magonjwa kiasi. Utasa. Ndio. Unaondoka. Utasa. Unaondoka. Unaondoka. Kiuno changu. Kiuno changu. Kiuno changu. Tumbo langu. Kiuno changu. Baba. Ninakataa ugonjwa. Nakataa uvimbe. Nakataa uvimbe. Nakataa uvimbe. Diabetes. Ninakataa. Sitateseka na magonjwa ya Kimisri. Sitakuwa sehemu yangu. Haitakuwa fungu langu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Katika jina la Yesu. Leo kumbukumbu za kufunga maisha yangu. Tesa. Ili kunitesa. Leo unazizima moto. Katika roho. Natuma moto. Natuma moto. Natuma moto. Natuma moto. Ukafute. Hizo taarifa. Majina yangu. Chochote cha kwangu. Walichokichukua. Kama alama. Ya kunitesa. Ya kunitesa. Ya kichoma. Kwa moto. Kwa moto. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Natangaza. Natangaza. Navunja. Historia. Ya ukoo wetu. Navunja. Historia. Ya kule. Ulikozaliwa. Mimi nitakuwa tajiri. Mimi nitakuwa tajiri. Mimi nitakuwa tajiri. Mimi nitasoma. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nitakuwa na ndoa nzuri. Nitakuwa na ndoa nzuri. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nitakuwa na afya. Nitakuwa na afya. Haya magonjwa. Ya ukoo. Hayana nguvu. Juu yangu mimi. Iliyo na Yesu. Kwa jina la 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 Yesu. Imeandikwa. Tuhakikisha kuwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Sasa amekuwa umaskini umepita. Ili tajiri. Magonjwa yamepita. Mimi nina afya. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yamepita. Mimi ninapenda. Yamepita. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa maana katika Yesu. Haya yamepita. Haya yamepita. Utasa umepita. Umasikini umepita. Utasa umepita. Umasikini umepita. Utasa umepita. Baba. Kwa jina la Yesu. 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 Kila waliponiambia, kila walipochukua miguu yangu, kila walipochukua jina langu, kila walipochukua jina langu, kila walipochukua jina langu, wakachukua miguu yangu, wakaandika jina langu. Moto, moto, moto. Tuma moto, tuma moto. Tuma moto, tuma moto. Futa jina langu katika ulimwengu wa giza. Walichokiandika kunihusu mimi, natuma moto. Kunihusu mimi, natuma moto. Yes, yakatata. Yes, yakatata. Wakachukua miguu yangu, wanalo jina langu. Achia jina langu.
Achia uliochukua biashara yangu dukani, wakachukua udongo kwenye duka langu. Bwana, ninafuta, nitakuwa historia, nitakuwa historia, nitakuwa historia. Nitanyanyuka katikati ya watesi wangu, katikati ya watesi wangu. Bwana, njia yao itakuwa utelezi. Bwana, njia zao zitakuwa utelezi. Wataanguka. Bwana, utawapiga, utawapiga. Wanapigwa, wanapigwa. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu. Kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu. Na mimi kwa jina la Yesu ninashinda ulimwengu, ninashinda umaskini, ninashinda magonjwa, ninashinda kwa jina la Yesu, ninashinda ukataliwa, ninashinda kwa jina la Yesu, ninashinda kwa jina la Yesu, ninashinda, 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 ninashinda mauti. Maana nimezaliwa na Mungu, ninashinda hiyo mauti, ninashinda hiyo mauti kwa jina la Yesu, ninashinda hiyo mauti, ninashinda kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Nabadilisha historia ya maisha yetu, nabadilisha historia ya ukoo wetu, nabadilisha historia ya nilikozaliwa, nabadilisha historia ya Makene, nabadilisha historia ya Kigoma, nabadilisha historia ya Tanzania, nabadilisha historia ya Afrika, nabadilisha historia ya ulimwengu mzima. Ishara ya uamsho, ishara ya uamsho kwa jina la Yesu. Nikaposete, nepapapapa, nemokosekama, seketemo, sekata, napakaseke, nemokosata. Nakataa kuishia njiani kwenye elimu, nakataa watoto wangu kutoka kusoma, nakataa watoto wangu kusoma shule mbaya, kusoma shule za kawaida kwa jina la Yesu. Nimekataa, 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 nimekataa umaskini, nimeukataa kwa jina la Yesu. Aibu nimekataa, aibu nimekataa, madeni nimekataa, kukopa nimekukataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Amen. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu kaisi. Kuna kitu kimetokea kwenye maisha yako. Kama kuseti. Aliyekuja hapa nauma, tafadhali nyosha mkono. Habari kuja hapa nauma. Aliyekuja nauma. Okay, 1, 2, 3, 4. Wangapi sasa yale maumivu hawayasikii tena? Nyosha mkono juu. Wow. Kusi. Wamebeba ni mmoja. Wao wanasikia maumivu, sogea mbele. Tunamtumikia Mungu anayeponya. Yaani hatuwezi tukaja hapa na magonjwa tukaondoka na magonjwa. Kuna maana gani sasa? Yeye aliyechukua masikitiko yetu. Hatuwezi kutoka hapa na masikitiko kutoka kwenye nyumba ya Bwana. I declare we can't live here. Rapa kasitata. Remo kosikarama sete. Rapa kasete. Hatu. Semesha ukweli kama bado tunaomba sema kidogo. Hakimu. Tunashukuru kwa mtendo wa ajabu ukolefu huu ukawa wa kudumu kuanzia sasa na hata milele katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, tumshangilie Yesu kwa makofi. Thank you Jesus. Sasa tumeshaona namna ya kuomba kwa kutumia ahadi za nani? Za Mungu, kwa kuliangalia neno kama ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Bwana naionea huruma Makene, kwa sababu Makene wachawi watakama, waganga watakama. Amen. Mimi nakwambia sio Makene tu. Baadaye ni Kasulu nzima, baadaye ni Kigoma nzima, baadaye ni Tanzania nzima. Nawaambia kama Bwana aishivyo
kazi za nani? Ikiwa mwana wa Adamu huyo ambaye ni Yesu anaishi ndani yangu, ina maana mimi nimekuja ili niziharibu hizo kazi. Ndizo nimekuja kuziharibu. Amen. Kawapeni wachawi taarifa, kayapeni mapepo taarifa, kawapeni waganga taarifa. Kuna mwana wa Adamu ametokea pale, amekuja kuharibu kazi zenu. Nakwambia watahama. Biashara wanaotumia uchawi hapa Makere wataondoka, watafilisika. Nasema watafilisika. Amen. Nasema watafilisika. Amen. Kwa jina la Yesu watafilisika. Amen. Na nimetamka kuanzia leo Jumamosi, wanaotumia uganga uchawi hapa kwenye soko la Makere hawatauza. Amen. Nasema hawatauza. Amen. Nasema hawatauza. Amen. Nasema hawatauza kwa jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa kwenye kitabu cha Warumi 4:20-25 Injili ni kubalansi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwafundisha watu waache dhambi, alafu ukashindwa kuwafundisha watu namna ya kutoka kwenye umaskini, ujue hujawa na tunda la kiasi. Bwana Yesu tusaidie sana. Kungekuwa habari za utajiri, habari za uzima hazipo kwenye Biblia tungeziacha, lakini kwa sababu zipo lazima tuziseme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ibada hizi zitakuwa ni za kutengeneza wafanyabiashara wakubwa, za kutengeneza watu ambao wanataka wawe na kazi nzuri, za kutengeneza watu ambao wanataka waishi maisha mazuri, za kutengeneza waokole ambao ni waokole wana vitu vinaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Nimekataa umaskini kwa jina la Yesu. Nimekataa, nasema nimeokoka na wakati kila siku naomba. Nimekataa hayo maisha kwa jina la Yesu. Nimekataa kwa jina la Yesu. Warumi 4:20-25. Amen. Maandiko yanasema hivi: lakini akiiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Amen. Naomba ukomea hapo. Huyu anayeelezewa na Biblia hii, Biblia inasemaje? Alipoiona nini? Ahadi ya nani? Ya Mungu. Mungu alishaahidi, mimi nitapata mtoto, mimi nitakuwa baba wa mataifa mengi. Alipoiona, yani alipoiona hiyo ahadi akaikumbuka. Biblia inasemaje? Hakusita. Hakuanza kutaabika kwenda huku na huku. Yeye alikamata ile ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema kamata hiyo ahadi ya Mungu juu ya maisha yako. Usimkatie tamaa huyo mwanaume anabadilika wewe. Usimkatie tamaa huyo mtoto anabadilika. Usikate tamaa, hicho kitu kinawezekana. Nasema ndoa njema inawezekana kwa jina la Yesu. Usikate tamaa, inawezekana watoto wako wakasoma mpaka ndio vikuu. Amen. Nasema inawezekana wewe kuwa na maisha mazuri. Amen. Inawezekana. Unaona mwenzetu alichokifanya kitu kidogo tu. Yeye alipoiona ile ahadi, Mungu alishasema mimi nitapata mtoto. Hakuangalia uzee, hakuangalia umri, alisitiki na ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Ng'ang'ana na hiyo ahadi. Ng'ang'ana na hiyo ahadi. Ng'ang'ana na hiyo ahadi. Haleluya. Komaa. Biashara inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Acha kubadilisha kila siku biashara. Unajaribu hii, unahama hii, unabadilisha hii, unahama hii. Simama na biashara hiyo moja ambayo Bwana alikuelekeza. Kuna njia hapo mwanangu. Nasema hapo kuna njia hapo. Amen. Nia mkono wana wa Israeli wakati walifika bahari ya Shamu. Biblia inasema wakati wanafika pale wanalia. Wanafanyaje? Kwani walianza kuzunguka kutafuta njia ya kupita. Biblia inasema walipasua nini? Sisi hatukimbii changamoto zinatukimbia zenyewe. Haleluya. Hatukimbii magonjwa yanatukimbia wenyewe. Hatukimbii wachawi wanatukimbia wenyewe. Hatukimbii mapepo yanatukimbia wenyewe.
Wategemea tuwalipa kidogo kidogo, tunapiga yote. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu baada alipokuwa anaichungulia tu ahadi, yaani kila tu akitaka kusikia kama Bwana, lakini kama huyu unaenda, anarudi anachungulia ahadi, namwambia wewe utazaa mtoto, alafu utakuwa baba wa mataifa mengi. Anasema kumbe niko hivi. Mwamba anaendelea kunyosha, hana stress za watu wanasemaje, wewe huna mtoto na nini, wewe hauzai sio nini, hana habari nao. Yeye anaangalia nini? Achana na maneno ya watu. Bwana Yesu atusaidie sana. Acha kuishi kwa kufuata maneno ya watu. Watu wengi wameacha vitu vizuri kwa sababu ya maneno ya watu. Ulitaka kuanza kabisa biashara, Bwana akwambia hiyo biashara hailipi. Na wakati kabisa ulikuwa kwenye maombi na ukaomba na Roho Bwana akakuongoza kazi hiyo biashara. Bwana Yesu atusaidie. Bwana nizungumze na watu wa Makere. Mnakumbuka wangapi waliwahi kuona kipindi nilikuwa nafanya biashara ya pesa hapa Makere? Wangapi waliwahi kuona? Mnakumbuka pesa yangu ilipokuwa? Wakati naiweka pale kulikuwa na kitu. Si palikuwa ni polini. Ile tabora fundi ile haikuwepo, kulikuwa pale na pesa pale. Haikuwepo, palikuwa ni polini kabisa pale. Wakati naomba Mungu akaniambia nende kaiweke pale. Nakumbuka kuna hata rafiki aliniambia, sasa mtumishi hapa mzee umepotea. Yeye kashaniangalia kule katikati. Lakini jioni pale kwangu tulikuwa tunakaa watu wanapanga foleni. Waliokuwepo enzi hizo wanakuwa wanakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Sikio mtakatifu kisha kuambia kamata hiyo. Tembea na hiyo neno, usifuate wengine wanasemaje. Wewe umeenda hata nikijana umeenda kutumia kabisa kumbe kabisa ni sauti ya Mungu iliniambia ni yule. Hapo maneno sikiliza maneno ya watu na airishi. Bwana Yesu tusaidie sana. Amen. Ibrahimu aliangalia neno ahadi. Halafu akusita. Alinyooka na ahadi. Nyoka na ahadi mwana wa Mungu. Nyoka nayo hiyo. Haleluya. Amen. Tuendelee mtumishi. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Hivi neno mnaisikia na kwenye Biblia yako ipo? Na kwenye Biblia yako ipo? Mtumishi naomba urudie, hawajasikia. Anasema Ibrahimu huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Unasikia? Huku akijua ya kwamba hakika, yani is full of assurance. Amen. Full of assurance. Yani yuko assured. Mtanisamehe, nimeanza kuchanganya. Akiwa na uhakika ambao unajitosheleza kwamba kile ambacho Mungu alisema lazima atafanyaje? Atafanya. Mwana wa Mungu, geukia jirani yako. Hiyo changamoto, umwambie hiyo changamoto unayopitia. Nisaidie kumwambia hiyo changamoto unayopitia. Shida sio Mungu. Wala sio ndugu yako. Wala sio mume wako au mke wako. Wala sio yule rafiki yako. Ni wewe tu. Hujaamini. Ukiamini imekwisha. Imeisha. Yaani ukiamini hata sasa hivi. Nisaidie kumwambia au mwambie kwa imani. Unajua mambo ya kiroho tunaenda hivi. Hivi hapa mna wakati naomba mnaona napiga sarakasi hapa. Watu hawajafunguka. Nipo nakupa kodi za kutomoka hapo. Kama masiara vile. Bwana Yesu atusaidie sana. Mwambie ukiamini hata sasa hivi. Unatoka hapa na majibu. Unatoka hapa na muujiza. Na ndio maana ya hii ibada. Amen. Hamjasikia tangazo? Wewe sikia tangazo mtakuwa umesikia.
Na Mungu tumesema. Mungu akubariki sana mtumishi. Tumesema ishara, miujiza na maajabu vitatendeka. Hiyo tuko assured. Hakuna kipofu aliyekuja hapa. Hakuna. Hata kiwete hakuna. Kilema, kipofu. Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Hakuna kitu kinashindikana ukiamini. Ndio maana Yesu akamwambia yote yawezekana kwake yeye aaminiye. Sasa kuamini kuja kwa neno. Ibrahimu aliamini baada ya kuona nini? Ahadi ambayo ni nini? Ni neno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipe kuamini tena. Kwa habari ya ndoa. Habari ya ndoa. Nipe kuamini tena. Nipe kuamini tena. Kwa habari ya afya. Habari ya afya. Nipe kuamini tena. Nipe kuamini tena. Kwa habari ya uzao wangu. Habari ya uzao wangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu kwenye hiyo eneo sasa. Kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu kwa imani. Tumia hizi dakika 3 mwombe Yesu nisaidie. Ndio historia ya maisha yanabadilika hapa. Ndio maisha ya mtu yanabadilika hapa. Mwambie akusaidie. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mwambie Mungu akuongeze imani. Nakwambia inawezekana. Yote yawezekana. Kwake yeye ameniye. Kwa wanadamu haiwezekani. Ila si kwa Mungu wetu. Kwa Mungu inawezekana. Naomba mimi haki yangu. Naomba kutoka. Baba nisamehe. Baba nisamehe. Baba inaomba. Sikuamini. Sikuamini. Baba Mungu. Baba nisaidie. Baba nisaidie. Baba nirehemu. Mungu wa mbinguni. Baba kwa jina la Yesu. Baba kwa jina la Yesu. Ndio Baba. Nitapata tena. Baba nitapata tena. Nitapata tena. Nitapata mara mbili. Nitapata mara mbili. Nitapata mara mbili. Nitapata mara mbili. Katika afya nitapata mara mbili. Hizo hapa. Nitapata mara mbili. Nitapata mara mbili. Nitapata mara mbili. Nitapata mara mbili. Katika adui zangu. Katika adui zangu. Nitapata mara mbili. Yesu mazao yatagonga kilo mara mbili zaidi yao. Mazao yangu yatagonga kilo zaidi yao. Mazao yangu yatakuwa tofauti na wao. Kwa kuwa Bwana umeyapaka mafuta. Ndio Baba. Hicho kinatuachiliwa. Natuma malaika. Natuma malaika. Hiyo inaachiliwa. Hicho kinatuachiliwa. Hicho kinatuachiliwa. Hicho kinatuachiliwa. Ndio utuma na uweza. Kwa jina la Yesu. Nikiwa na ujasiri. Baba ninaenda. Baba ninaenda. Nikiwa na ujasiri. Baba ninatembea. Nikiwa na ujasiri. Nitapata mara mbili zaidi yao. Nitapata mara mbili zaidi yao. Nitapata mara mbili zaidi yao. Nitanyanyuka tena. Nitakuwa tofauti na wao kwa sababu nimekuamini Bwana. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nimekuamini Baba. Nimekuamini Baba. Nimekuamini Baba. Ahadi ya Ibrahimu ni ya kwangu. Ahadi ya Ibrahimu ni ya kwangu. Ahadi ya uzao ni ya kwangu. Satakata. Nitapata Baba. Kwa kuwa Baba ninakuamini Yesu uliyefufuka katika wafu. Nitapata mara mbili. Ahadi ya Ibrahimu ni ya kwangu. Kwa kuwa Baba majira yangu ni majira yangu ya fedha. Ni majira yangu ya kujaza. Kikombe changu kinafurika. Kikombe changu kinafurika. Kikombe changu kinafurika.
walizonifunga zinakatika kuendelea. Ustawi wangu, hizo kamba zinakatika, zinakatika, zilizonifunga kuendelea. Ustawi wangu, ahadi ya Ibrahimu, alibarikiwa uzao, alibarikiwa fedha, wanyama na mazao. Ahadi ya Ibrahimu ni ya kwangu hapa. Hili ni fungu langu. Watu wanakuamini Yesu, ulikufa katika wafu na ukafufuka. Jina la Yesu. Katika asante. Asante. Yaliyokuwa haiwezekani sasa yanawezekana. Biashara hiyo kimeshindikana, natamki inawezekana sasa. Nasema neno kafanya hiyo biashara. Nasema neno kafanya hiyo biashara. Hiyo biashara inafanikiwa. Nasema hiyo biashara inawezekana. Nasema nenda. 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 Wateja wanakuja. Wateja wanakuja. Wateja wanakuja kwenye biashara yako. Nasema hiyo kazi kaombe tena. Kaombe tena. Kaombe tena ndio. Kaombe tena ndio. Rapa kasia tena makasata. Repa sikarama. Seketele moko sata. Korna maasiata. Repo sakataya. Korna moko sata. Ripa sakataya. Repo moko sata. Thank you Jesus. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana Bwana, tumeomba na tumeamini. Amen. Amen. Tuketi. Tuketi. Now, unaweza kuona sasa tukianza kutoa haya.